mtazamaji wa Eli TV, hii ni mtaa kwa mtaa. Jina langu ni Grace Stefano na leo tupo kitaani ambapo tunaenda kuongelea umaskini unasababishwa na mtu binafsi ama ni mifumo. Tunaenda tukakutana na washikaji zetu ili tuweze kupiga story. Tuweze kujua masuala mengi sana, namna ambavyo tunaweza kutokomeza umaskini. Bado tunaendelea kukusanya maoni kutoka kwa wadau. Kaka, mambo? Poa, kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Linus hapa. Okay, Linus. Ukisikia neno umaskini unaelewa kitu gani? Neno umaskini ni mtu kuwa na uchumi wa chini kidogo kuliko wengine kidogo. Yaani yeye anakuwa na maisha fulani hivi ya chini. Ndio mimi naelewa kwa swali ya uchumi wa chini, maisha magumu. Umaskini unasababishwa na mifumo ama mtu binafsi? Umaskini unaweza kusababishwa na mtu binafsi au na mifumo pia. Ni vitu viwili. Kiaje? Tuelezee vizuri ili tuelewe. Ukija kwenye swala la kusema mfumo ni wewe mwenyewe maisha yako unavyojiendesha, unavyofanya vitu, baadhi ya vitu unaweza kufanya ukawa na uchumi wa kati au uchumi wa chini. Na binafsi? Binafsi, yani ukisema neno binafsi ni mimi mwenyewe, yani kama hivi mimi mwenyewe nikisema bana leo fanye kazi na lala, au unafanya kazi gani, sitaki kufanya kazi, ndio najishusha hali ya chini ya umaskini. Okay, una kipi cha kumwambia wewe mwenye uchumi sasa wa chini? Mimi binafsi cha kumwambia apambane, afanye kazi, atafute kazi. Unajua huko mtaani kazi ni nyingi za kufanya. Unaweza kupata fundi gereji, fundi nini, kaoshi, unapata angalau kipato, angalau cha kujikizi mwenyewe mahitaji yako. Umaskini unasababishwa na mtu binafsi ama mifumo? Umaskini naweza nikasema unasababishwa na mifumo. Kivipi? Ukiangalia vijana wengi unakuta hawana ajira, kazi hazipatikani, kwa hiyo unakuta unashinda vijiweni, kazi hamna. Kwa hiyo naweza kusema inasababishwa na mifumo na sio kwamba mtu binafsi, kwa sababu kuna mtu ambaye anapenda umaskini katika maisha. Sema mifumo kigoma ndio kama hivyo. Okay, sasa kipi kifanyike ili mifumo kidogo ifanye urahisi wa kutoa kazi kwa vijana? Nafikiri hapo vijana tu tuendelee kupambana, kujituma ili tuzidi kuondoa hilo janga la umaskini kwa vijana. Sawa sawa. Na kaka hapa, mambo? Poa, mzima. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Adamu. Okay. Umaskini unasababishwa na mifumo ama mtu binafsi? Umaskini naweza kusema unasababishwa na mifumo. Kivipi na wewe? Nasema hivyo kwa sababu unaweza kukuta kama hii hali ya saizi, unaona, kulingana hivi vijana wengi, unaona, tupo wengi mtaani, unaona, unakuta hamna kazi. Na ndio unaweza kuwa hapo kijiweni, la kulingana na hali ya hewa hii, unakuta kazi hazipatikani, unakuta natokea vitu kama hivyo. Asilimia kubwa umaskini unasababishwa na mtu binafsi. Ndio, kwa mfano, napenda nitolee mfano kwa vijana. Sawa? Vijana wengi hawapendi kujishughulisha siku hizi. Hapendi kufanya kazi, anabagua kazi nyingine anasema ni ngumu. Lakini ukiwa kama kijana ambaye unajitambua na unajua unachofanya, huwezi kubagua kazi. Ndio. Unadhani nini kifanyike kwa hao vijana ili wapate hamasa ya kufanya kazi? Ni vijana tu wao kwa wao kujitambua, cha kwanza. Lakini cha pili, unatakiwa uangalie marafiki ambao unaongozana nao. Kuna marafiki ambao unatakiwa uwe nao na marafiki wengine sio wa kuwa nao. Sasa ni wewe sasa ndio unatakiwa uangalie marafiki wa kuwa nao. Safi, kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa George. Ukisikia umaskini unapata picha ya kitu gani? Umaskini ni ile hali ya kujistili au kutokuwa na chochote kwa ajili ya maisha au kwa chakula. Umaskini unasababishwa na mtu binafsi ama mifumo? Mifumo. Kivipi? Mifumo iko hivi, kwa mfano, mimi naweza nikawa mlemavu. Siwezi nikawa na mfumo wote wa kutafuta fedha au kutafuta riziki ya aina yoyote. Huyu alikuwa ni George. Mtazamaji wa Eli TV, hii ilikuwa ni mtaa kwa mtaa. Jina langu ni Grace Stefano, na mimi utakuwa umejifunza mengi ama umepata mengi, na
kupitia haya waliongea wadau mbalimbali, naamini utakuwa umepata mwanga at least wewe kijana ambaye upo kijiweni, umekaa unawaza maisha ni magumu lakini ufanye chochote. Kupitia hii interview niliyofanya na wanamtaa, naamini itakuwa imekufungua. Sasa usisahau kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii. YouTube tunapatikana kama Eli TV. Mimi mtangazaji wako G Mziwanda pale Instagram. Bye bye.